Aisha, una ghafla sasa? Halafu ile swali mbona ulishaniuliza muda mrefu? Toka ile siku uliponisingizia kwamba nimeiba. Na nikakwambia kabisa. Sasa nashangaa sasa unaniuliza tena. Sawa, tuachane na hilo. Nina swali lingine. Sawa. Niulize. Maria nani yako? Maria, katika ile sitaki niwe muongo. Naomba tu nikwambie ukweli. Kwa sababu sitaki uwe na wasiwasi juu yangu. Sawa, nakusikiliza, niambie ukweli. Ukweli ni kwamba Maria alikuwa ni mtu wangu kipindi cha nyuma. Na mahusiano yetu yalidumu kama wiki moja hivi. Baada ya hapo mapenzi yakawa yameisha. Kwa hiyo toka kipindi hicho mpaka sasa hivi tunavyozungumza hapa, mimi na Maria hatupatani. Una uhakika? Na uhakika kabisa na ninachokisema. Sawa. Ila hilo swala la wizi linanitia kabisa mashaka. Ondoa shaka juu yangu, Aisha. Mimi si mwizi. Na siwezi kabisa kufanya hivyo. Wameamua kunichafua tu ili wanifukuze kazi. Lakini hakuna ukweli wowote hapo. Tena wameungana wote kusapotiana. Sawa. Kama unanidanganya, nitaujua tu ukweli halisi. Unapaswa jifunza kunijua mimi halisi. Na sio kwa kuambiwa na watu. Sawa. Asante kwa zawadi. Nimeipenda. Okay. Thank you too. Hapa mimi ninavyoona tumepoteza kazi tu. Maana boss Benly hafungui ofisi na wala hataki mtu yote afungue mpaka hizo pesa zipatikane. Sasa alochukua hizo pesa anajulikana. Kwa nini usiende kumkamata? Akalipa hizo hela sisi tukaendelea na kazi. Hapo kuna mvutano unaoendelea. Na kama akikurupuka kichwa basi hawataambulia chochote. Mvutano gani ambao unaongelea? Kumbe hujui chochote. Sasa ngoja nikupe za ndani. Ila chonde usije kumwambia mtu yoyote. Niambie, mimi sitamwambia mtu. Kwanza Arakia na mwanamke mwingine tofauti na wewe. Alafu yule mwanamke sasa kumbe alikuwa mpenzi wa Benson. Yule ndugu yake na Benly. Hauoni utata ndo unaanzia hapo? Mimi sioni swala la wao kushindwa kumkamata. Hapo sasa mimi sijui. Labda wakuuliza wenyewe vizuri. Okay. Na wewe umefuata nini hapa?
Mimi kilichonileta kwako, nimekuja kuambia achana na mume wa mtu. Acha kujipendekeza. Kujipendekeza? Kivipi sasa? Na maana muda wote hujanielewa tunamaanisha nini? Namaanisha kwamba Rakia na mpenzi wake. Alafu sio mpenzi wake tu, ni mke wake, amemuoa kabisa. Hizo habari ninazo. Labda kama unaombea mwingine. Kumbe unajua. Basi ndio hivyo tu. Nikukumbushe kitu. Wewe ni mwanaume. Umbe hawezi kukuvisha kilemba cha ustaarabu. Acha kufuatilia mambo ambayo hayakuhusu. Kama huna kazi, niambie mimi, nitakupa kazi ya kufanya. Hata vyombo nitakupa uoshe. Hello babe. Leo nilikuwa naomba uje nyumbani kwangu. Kuna kitu nataka nikwambie. Kwani hicho kitu huwezi kuniambia hapa? Siwezi. Ndio maana nimekuambia tu uje. Hata kama itakuwa usiku, njoo tu. Okay. Ngoja nijiandae, nitakwambia nikiwa njiani. Sawa babe. Nakusubiri kwa hamu. Okay, bye. Nakupenda. Pia. Vipi? Umeongea naye? Nimeongea naye lakini sidhani kama atanielewa kwa hicho ambacho nataka nimwambie. Dada. Lakini unajua matatizo mengine ulitafutiaga tu mwenyewe. Mimi nitaka kukushauri, kwa nini usijaribu kumbana Rakia kwa sababu wewe ndio mwenye hiyo mimba. Alafu kwani kuna ulazima hiyo mimba kulea mwanaume mwingine? Si ukijua ugumu wa maisha, utaelewa hichi ninachokifanya. Wewe hapa ndani hujawahi kununua chochote kile. Muda mwingine ukipata matatizo, unaniomba mimi hela. Siku ukitumia hela yako wewe mwenyewe, utajua nini namaanisha. Sawa dada, nimekuelewa. Lakini nakuonea huruma kwa sababu uongo una kazi sana kuutunza. Siku kweli ukija kugundulika, utaumbuka sana dadangu. Usijali kwa hilo. Mpango wangu upo hivi. Hii mimba nataka walee wote wawili. Baba mwenye mtoto na huyo Benli ambaye naenda kumpatia. Usishangae. Hata hivyo sijaishia hapo. Nataka niwaaminishe wote kwamba hii mimba ni ya kwao. Na kila mmoja ajue mimba ni ya kwake. Alafu baada ya hapo wataanza kuilea mimba ambayo haipo. Mimba ambayo haipo? Kivipi? Nina mpango wa kuitoa hii mimba. Alafu mimi nitajua namna ya kuwaikizia. Wakijuaje? Siku zote wajinga ndo wale wao. Mpaka wakija kujua, mimi maisha yangu yashanyonyokea. Dada. Ngoja mimi nikapike basi.
inabidi wote muwepo ili tuweze kuongea vizuri. Beni yuko chumbani anajiandaa kutoka. Shikamoo. Marhaba. Safari ya wapi? Kuna sehemu naenda, nafikiri nitarudi kesho asubuhi. Kaa hapo kwanza tuongee vizuri. Tutaongea kesho bibi, nishachelewa. Wewe usikae mwanangu, tuongea ukimaliza unaondoka. Hapa ndani tangu nimeanza kukaa na nyie, hamna utaratibu wote mnaofuata. Sasa ninachokitaka kutoka kwenu, mjipangie utaratibu wenyewe bila ya kusukumwa na mtu. Yaani unajua mimi sijakuelewa, tujipangie majukumu kivipi? Na maanisha kazi ndogo ndogo. Huyu akiwa anapika, huyu anaosha vyombo. Huyu akiwa anadeki, huyu anafagia nje. Umenielewa? Na mbona ulizungumzia swala la ofisi yangu? Swala la ofisi liko nje ya haya mazungumzo. Wewe si jeuri wewe. Sasa ninakwambia nitakunyoosha. Sikupi funguo za ofisi mpaka pesa zipatikane. Sema bibi unazingua. Hivi tunashindaje kufungua ofisi kwa sababu ya 1.5 milioni? Unaiona ndogo Kwenye haya maisha ukikosa nidhamu ya pesa huwezi kufanikiwa. Na ukishindwa kuheshimu kazi yako huwezi kumpata mteja wa maana. Wewe nakuona hapo unatoka mzaki sharubalo eti unaenda kazini. Unategemea utampata mteja wa maana kweli? Wapi? Sawa bibi, tusongee sana kwa sababu mimi nishachelewa. Wewe hapo cha kufanya, tafuta mfanyakazi wa kuwa anafanya hizo kazi. Sasa tuweze kufanya hizo kazi. Umeongea point sana mwanangu. Sikia bibi, wewe tafuta mtu au mdada wa kazi atakuwa anafanya kazi hapa nyumbani. Sisi tuweze kufanya hizo kazi. Nimemaliza kikao. Kwaherini. Kuna jambo muhimu sana nataka unisaidie. Nahitaji kufahamu kutoka kwako. Lakini pia nahitaji uniambie ukweli. Alafu nitakupatia kiasi kidogo cha pesa. Sawa, mimi nakusikiliza boss. Kuna mwanamke anaishi na RK. Nafahamu fika wewe ni rafiki wa RK. Je, unamfahamu huyu binti, wazazi wake wako wapi? Binti? Ya unamaanisha yule mwanamke anaishi na RK? Yes. Kiukweli kabisa sipajui kwa wanapoishi. Ila mimi napafahamu wanapoishi mamake na RK. Hapo sina shida na hapo, kwa sababu mimi na RK ni kama ndugu. Kwa hiyo kwao napafahamu vizuri sana. Sasa nataka unipelelezee huyu binti. Ujue nyumbani kwao ni wapi. Alafu mimi nitajua cha kufanya. Sasa kama wewe ni kakake na RK, kwa sababu gani usimuulize RK mwenyewe? Haina haja. Ndio maana nikutafuta wewe. Sawa. Unajua RK ni mdogo wangu. Na lengo la mimi kutaka kujua wazazi wake huyu binti, nataka niende kwa huyu binti. Nikamlipia mahari RK. Alafu nimfanyie surprise RK ili amweze kumwoa huyu binti. I say brother, una roho nzuri sana. Kumbe unataka kumtolea RK mahari ili aweze kumwoa yule binti. Na hii nataka nifanye haraka. Sitaki RK afahamu wala yule binti ajue. Nataka nifanye surprise wote kwa pamoja. Sitaki wajue chochote ambacho kinaendelea. Sawa. Ila sasa umedadisi. Kwa sababu unaweza ukawa unataka kufanya hivyo, alafu kila mtu hana mpango na mwenzake. Hapana. RK alishaniambia kabisa kuwa anahitaji sana kumwoa yule binti, ila hana uwezo wa kifedha.
Kwa mimi nataka nifanye hilo jukumu nilibebe kama la kwangu. Alafu wote nafanya surprise. Sawa kaka. Mimi nimekuelewa na nakuahidi nitalifanyia kazi. Okay. Nakutegemea. Sawa usijali. Najisikia vibaya kukuona kila siku nalala pasipleni peke yako. Twende chumbani kwangu kalale. Ninaogopa kwenda kulala na wewe. Kwa nini? Basi tustaki. Naogopa usiku usije ukaanza kunishika bure. Amini kwamba siwezi kufanya kitu chochote bila ridhaa yako. I promise. Twende tukaangalie na movie. Sawa. Ila usije ukasubutu kufanya chochote. Sija kukubalia bado. Najua. Nina siri ya huba inanishinda kuificha. Binadamu tumeumbiwa kusahau mabaya tuliyowatendea wapendwa, fiwauli ya machozi ya kweli. Nimefikwa msiba wa penzi lako, nina aiba ya aibu moyoni mwangu, sina siri kwenye mapenzi.